Jifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronelfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. This festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, na karibu tena tunaposonga mbele. Ni kwamba waziri wa afya Aden Duale ameahidi kuwa Kenya itafika kiwango cha 3 cha ukoavu wa shirika la afya duniani kufika Machi mwaka ujao. Hatua inayoweka nchi miongoni mwa wazalishaji na wasimulizi wa dawa wanaoaminika baadhi ya Afrika. Kiwango hicho ni kipimo cha kitaifa kinachotambua mamlaka ya udhibiti na dawa za kuadhibu inayoendesha majukumu yake ya ufasihi na yenye uwezo wa kuhakikisha dawa ni salama, zenye ubora na unafsi unaohitajika. Any non-compliant products or actors must be removed from the market without delay, and we must implement these rules to their full extent and eliminate from the market any products or entities that fail to meet the required standard. That Kenya must achieve WHO ML3, and it's not for prestige, but because it's going to strengthen our regulatory oversight. It will open markets, it will boost investor confidence, and above all, it will support our local manufacturing ambition. Na wadau wa jinsia katika kaunti ya Migori kwa kushirikiana na serikali ya kaunti wamezindua kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili, ikilenga kupambana na ukatili wa mitandao dhidi ya wanawake na wasichana. Takwimu za UN Women zinaonyesha kwamba zaidi ya 85% ya wanawake duniani wameathirika kwa namna moja au nyingine mtandaoni. Profesa Loz Ojwang, afisa mkuu wa jinsia, anasema ingawa teknolojia inaleta manufaa makubwa, pia imeongeza hatari, huku upinzani dhidi ya haki ya wanawake na majukumu hatari ya mtandaoni yakibainika kama sababu kuu. Mwandishi wetu Lennox Odide anatuarifu zaidi. Wadau wa masuala ya kijinsia katika kaunti ya Migori kwa kushirikiana na serikali ya kaunti ya Migori wamezindua kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kauli mbiu ya mwaka huu inalenga ukatili unaotokea mitandaoni kwa ujumbe mkuu hakuna. Akizungumza wakati wa uzinduzi, afisa mkuu wa idara ya jinsia na ujumuishi katika kaunti ya Migori, Profesa Rose Ogwang, amesema kuwa kulingana na tathmini ya shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake ya mwaka wa 2024, zaidi ya
85% ya wanawake duniani wamekumbana na ukatili wa mtandaoni. Ni mmoja tu kati ya wanawake 5 wanaokumbwa na ukatili huu ambaye yuko kati ya umri wa miaka 15 hadi 24. Haya yanajiri licha ya teknolojia kuonekana kama nyenzo iliyorahisisha mawasiliano duniani. Violence or digital violence takes many forms and they are technology facilitated, and more so violence against women and girls. If we look at the recent global data, it underscores the urgency for this crisis, because according to the UN Women 2024, we are seeing over 85% of women globally have experienced or witnessed online violence, and 1 in 5 women aged 15 to 24 has also experienced digital harassment, often from someone they know. Especially look at Kenya, similar patterns are now emerging. And with young women, especially the journalists, leaders, and even school-going girls, there is increasing targeting in the digital spaces. Ametaja changamoto kadhaa zinazopelekea ongezeko la ukatili mtandaoni, ikiwemo upinzani dhidi ya haki za wanawake, maendeleo ya haraka ya akili bandia au AI, na kuongezeka kwa makundi ya mitandaoni yanayodhalilisha wanawake. We must say that there are many aspects that are coming out of this. We are seeing a glowing backlash against women's rights. We are also seeing the use of artificial intelligence, which is increasingly being misused to automate, exaggerate, and even spread harmful content. And we are also seeing a lot of ecosystems that promote narratives that influence the mainstream spaces in attitudes fueling real-world violence. Kwa mujibu wa wadau wa jinsia katika kaunti ya Migori, kauli mbiu ya mwaka huu inasisitiza kwa kiasi kikubwa kukomesha dhuluma za mitandaoni ambazo zimekuwa zikiwaathiri zaidi wanawake na wasichana. The reason we are focusing this year on digital violence is that there's a lot of abuse that is perpetrated online. Recently, some of you may have seen the photo or the video of another lady that was going around, that somebody had conduct to do a video, and it ended up on the internet and disparaging her reputation. Apart from that, there's also misuse of media, misuse of media in terms of pornography, in terms of sharing images, and even AI-generated content. Profesa Ogwang ameongeza kuwa serikali ya kaunti ya Migori imejikita katika kuimarisha utamaduni wa kuwaheshimu na kuwalinda wanawake na wasichana, hasa wakati huu ambapo nchi inakaribia uchaguzi mkuu. With the forthcoming general elections, our work through the Directorate of Gender Inclusivity, Culture and Social Services will continue to support the leadership of His Excellency the Governor Dr. Chilo Ayako in implementing targeted initiatives, including the Pinyluo program. These efforts aim to mobilize communities to confront and to end harmful practices such as FGM, intimate partner violence, rape, child abuse, teen pregnancies, sexual exploitation, and domestic violence. Wadau na jamii kwa ujumla wameitaka ushirikiano katika kukomesha ukatili wa kijinsia, hususan wakati hizi ambapo shule zimefungwa. We are calling on communities, we are calling on individuals, we are calling on CSOs, we are calling on MPAs and agencies to all arise so that we are able to fight the violence that's taking place. Indeed, we are calling upon the stakeholders from national government, county government, civil society, media, and parents, entire community, to help in ending the gender-based violence. Now that the school is closed, we are calling upon all the society, all the stakeholders, to do all it takes to take care of the children against any form of gender-based violence. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede.
Na kiongozi wa chama cha ODM na seneta wa Siaya Oburu Odinga yupo katika afya njema, familia yake imethibitisha, ikitupa matumaini juu ya hali yake ya kiafya. Katika taarifa, mwanae Jaoko Oburu Odinga alisema seneta alichukua mapumziko mafupi huko Dubai kufuatilia mlolongo wa matukio ya kushangaza yaliyotokea baada ya kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Odinga mwisho wa mwezi uliopita. Familia hiyo ilibainisha kuwa Odinga alikuwa hana muda wa kuomboleza kifo cha ndugu yake kutokana na shughuli nyingi zilizojirudia, ikiwemo maadhimisho ya ODM at 20. It's been a beehive of activity for the family, and especially now our leader, who is the Honorable Dr. Oburu Odinga. And then we've had functions all over the place to condole with our people, the population, the wananchi, for Baba in Homa Bay, in Migori, and everywhere. And we also had ODM at 20. So we realized that the party leader had not even had a minute to mourn his own brother. Therefore, as a family, we really insisted that he needed a break, which we made sure that last week on Thursday, he took this break and went to Dubai. He didn't want to go very far. So he's there. He'll be back tomorrow. Though, unfortunately, again, we've had another loss in the family. We have our aunt, our beloved aunt, who is the fifth born in my father's family. She was known as Beryl Ching Odinga. We lost her yesterday. Na Coca-Cola imezindua msimu wa sherehe wa Krismasi mwaka 2025 nchini Kenya kwa msafara wake maarufu wa Krismasi Caravan, ukiwa ni kauli mbiu ya kitaifa. Dunia inahitaji Mario Sonta zaidi. Uzinduzi huo ulidumu kwa burudani na sherehe za barabara jijini Nairobi, uliwashirisha maelfu ya wananchi na kushirika kwanza kwa msimu wa upendo wa ukarimu wa mshikamano na pamoja kupitia ushirikishwaji wa miti na kuwashwa mti wa Krismasi katika jumba la KICC. This year's Christmas theme is the world needs more Santa. And this means that the world needs more acts of kindness, of generosity, and good cheer to be shared with our friends, our families, and everyone around us. And we're saying that everyone can be a Santa. It doesn't have to be a big act of kindness. It could be something small. Every little bit matters and it counts. Once we flag off the caravan today, it's going to go around the country. We'll be in more than 30 counties. We're bringing good cheer and joy to consumers all around. We're going to have interesting prizes. So when you see it, tag us, share a comment on our social pages. Come, engage with us at the various malls where we'll be, and you'll have a chance to get some gifts for you and your family. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako, na basi kufikia hapo ndipo nafika kikomo katika taarifa zetu za Ndizi saa 1. Ila kabla niondoke ni kufahamisha kwamba dunia hubadilika kwa taarifa, lakini maisha hubadilika kwa uamuzi. Je, uamuzi wako ni upi? Na basi mpenzi mtazamaji, kwa wale wote ambao mumehitimu kwa huu mwaka, pongezi sana, na wale ambao mnaendelea kuhitimu, pongezi sana. Elizabeth Bitutu Nyabuto kutoka Chuo Kikuu cha Rongo, pongezi sana, na wote ambao watakuwa wote wale ambao watakuwa wanahitimu hapo kesho.